Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Antiphas Musa Lissu amekuwa kiini cha shauri zito la kikatiba lililofunguliwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, likiwalenga moja kwa moja kamishna jenerali wa magereza na afisa msimamizi mkuu wa gereza la Ukonga. Akizungumza mbele ya jopo la majaji watatu waliosimamia usikilizwaji na shauri hilo mahakamani hapo, mwanasiasa huyo aliyeshughulikiwa kisheria tangu tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2025 kwa mashtaka ya uhaini amewasilisha malalamiko rasmi kupitia mawakili wake kuhusu kunyimwa haki ya msingi ya kuzungumza kwa faragha na jopo la washauri wake wa kisheria wanapomtembelea gerezani. Shauri hilo la kikatiba lililofikishwa mbele ya majaji Amir Mruma, Daktari Angelo Rumesha na Daktari Everest Tolongopa liliwasilishwa rasmi mahakamani hapo na mawakili wake wanaojumuisha Kulo William, Maduhu Nashan na Paul Kisabo, wakimpinga vikali vitendo vya mamlaka za magereza kukiuka misingi ya kisheria inayompa mtuhumiwa uhuru wa kuonana na mawakili wake bila kuwepo kwa usimamizi au ufuatiliaji wa karibu wa maofisa wa magereza. Katika maelezo yaliyotolewa mbele ya mahakama hiyo, mawakili hao walieleza kuwa ukosefu wa faragha katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam unadhoofisha kabisa haki ya mshtakiwa ya kujitetea kwa ufanisi katika kesi inayomkabili ya uhaini, huku wakisisitiza kuwa sheria za nchi zinatoa mwanga wazi kuhusu haki ya mteja kukutana na wanasheria wake katika mazingira huru. Tundu Antiphas Lissu, ambaye mbali na kuwa mwanasiasa mkongwe pia ni wakili na mwanasheria wa kujitegemea aliyejipambanua kwa kusimamia kesi mbalimbali za kisheria na kikatiba kabla ya kukabiliwa na mashtaka hayo mazito ya uhaini. Anajitetea mwenyewe mahakamani huku akisaidiwa na jopo hilo la mawakili walioteuliwa kumsaidia kufanya tafiti za kina na za kisheria na kukusanya nyaraka muhimu za utetezi wakati akiendelea kushikiliwa korokoroni. Uwepo wake kama mwanasheria unampa uelewa mpana wa sheria na taratibu za mahakama, jambo ambalo linamfanya kufuatilia kwa karibu kila hatua inayochukuliwa na mfumo wa sheria nchini, kuanzia taratibu za uendeshaji wa mashauri hadi usalama wa haki zake za msingi za kisheria ndani ya gereza hilo kubwa la Ukonga. Kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa Tundu Lissu imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wadau wa siasa, sheria na haki za binadamu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, kutokana na uzito wa tuhuma zenyewe na nafasi kubwa anayoshikilia katika ulingo wa siasa za upinzani nchini. Tangu alipofikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani na kuwekwa chini ya ulinzi mkali wa magereza, amekuwa akitumia kila fursa inayojitokeza wakati wa usikilizaji wa kesi yake kuwakumbusha majaji na viongozi wa mahakama kuhusu changamoto anazokutana nazo gerezani, ikiwemo vizuizi vya mara kwa mara vinavyowekwa na maofisa wa magereza wakati wa maandalizi ya utetezi wake, ambapo pamoja na timu yake ya wanasheria wanaomsaidia katika uchunguzi wa sheria. Mchakato wa kisheria ulioanzishwa na mawakili hao unalenga kuweka sawa misingi ya kikatiba inayotambua haki ya mawasiliano ya siri kati ya mteja na wakili wake, jambo ambalo ni nguzo kuu katika utoaji wa haki nchini na kote duniani.
Katika mazingira ya kawaida ya kisheria, mfungwa au mahabusu anayekabiliwa na kesi ya jinai ana haki isiyopingika ya kushauriana na wanasheria wake bila kuwepo kwa ufuatiliaji unaoweza kuhatarisha usiri wa mawasiliano yao, kwani kufanya hivyo kunatoa mwanya wa kuingiliwa kwa mkakati wa utetezi na kuwanyima washtakiwa fursa ya kujitetea kwa uhuru kamili mbele ya sheria. Suala la kuzuia faragha ya mawasiliano gerezani limeibua mjadala mpana wa kisheria na kikatiba nchini, ukizingatia kuwa Tundu Antiphas Lissu anahitaji nafasi ya kutosha na ya faragha kujadiliana na mawakili wake ili kuandaa vifungu vya sheria na rejea za kesi mbalimbali zinazomsaidia kujenga hoja imara dhidi ya mashtaka ya uhaini yanayomkabili. Vizuizi vya aina hivyo vinapotokea ndani ya gereza la Ukonga vinatafsiriwa na timu yake ya wanasheria kama pingamizi kinachokiuka haki ya kikatiba ya mtu yeyote anayetuhumiwa mahakamani kupata fursa stahiki na stahiki ya kujitetea. Hatua ya mawakili Kulo William, Madohu Nashan na Paul Kisabo kufungua shauri hilo la kikatiba dhidi ya kamishna jenerali wa magereza na afisa msimamizi wa gereza la Ukonga unaonyesha jinsi timu ya wanasheria inavyosaidia kiongozi huyo inavyotumia mbinu zote za kisheria kuhakikisha kuwa sheria inafuatwa bila kuchepuka. Wanasheria hao wameainisha wazi kuwa kutengwa kwa mazingira huru ya faragha hakumdhuru Tundu Antiphas Lissu peke yake, bali pia kunatengeneza mfano mbaya wa kisheria kwa mahabusu na wafungwa wengine wote wanaohitaji usaidizi wa kisheria wakiwa gerezani. Majaji walioteuliwa kusikiliza shauri hilo akiwemo Jaji Amir Mruma, Jaji Daktari Angelo Rumesha pamoja na Jaji Everest Tolongopa wanabeba dhamana kubwa ya kutoa mwelekeo wa kisheria utakaofafanua mipaka ya mamlaka ya magereza, haki za mahabusu wanapokutana na mawakili yao. Majaji hao watatu walio na uzoefu mkubwa katika masuala ya kisheria na kikatiba wanasimamia shauri hili ambalo matokeo yake yatakuwa na athari za muda mrefu katika mfumo wa uendeshaji wa makosa ya jinai na ulinzi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Mbali na kuwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani, Tundu Antiphas Lissu amekuwa sauti kuu katika kukosoa taratibu mbalimbali za kisheria zinazotumiwa na vyombo vya dola, na kufungulia kwa ushauri hili ni mwendelezo wa msimamo wake wa kupinga kufutwa kwa katiba na sheria za nchi bila kujali mazingira aliyonayo gerezani. Uwepo wake gerezani tangu tarehe 10 ya mwezi wa 4 haujazuia harakati zake za kisheria, bali umeongeza umakini wa umma katika kufuatilia jinsi mfumo wa mahakama unavyoshughulikia kesi za kisiasa na haki za binadamu. Uamuzi wa Mahakama Kuu kuhusiana na shauri hili la kikatiba unatazamiwa kuweka alama mpya katika tafsiri ya sheria za magereza na haki za wafungwa na mahabusu nchini Tanzania, hasa kwa wale wanaokabiliwa na mashtaka mazito ya kulinda usalama wa taifa na uhaini. Viongozi na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamekuwa wakifuatilia kwa karibu sana mienendo ya kesi hii, huku wakisisitiza kuwa haki za binadamu na usawa mbele ya sheria vinapaswa kuweka kipaumbele cha juu bila kujali msimamo wa siasa au aina ya mashtaka na yanamkabili mtuhumiwa yeyote yule anayeshikiliwa na vyombo vya dola.